Kwa majina naitwa Alex Patrick. Mimi ni mtumishi wa Mungu mdogo sana, mwenye umri mdogo. Mimi ni Evangelist Alex Patrick, ama Evangelist Alex Patrick. Naishi Kenya lakini nyumbani ni DRC Congo. Na jioni ya leo nimependa tuchangie kaneno kadogo tu kama dakika 5 ama 10. Najua litatusaidia sisi wote, kwa sababu tunapopata nafasi ya kumshukuru Mungu lazima tumshukuru kwa kila njia, kwa neno lake na kwa kila kitu chochote kile tunachokifanya. Ingawaje kazi zinaweza zikatufunga sana, lakini tunapopata nafasi lazima tumshukuru Mungu. Mbele nashukuru kila mmoja atakayeona video hii, watazamaji wetu huko YouTube ama kwenye mitandao watakaoiona, ikawe baraka kwao watakaosikiliza neno hili, ama watakaochukua muda wao kwa kusikiliza neno hili. Cha kwanza acha nianze na maombi ili kwamba neno liwe baraka zaidi. Nalishukuru jina lako, naliinua jina lako Masia, kwa sababu wewe ni mwenye upendo, mwenye baraka. Asante kwa jioni njema umetupa Bwana. Muda kama na huu ni muda wako ambao Bwana tunajiweka kabisa katika vitanga vya mikono yako. Tukihitaji neema yako, tukihitaji nguvu zako. Utuongoze kwa kila tutakachokifanya, utuongoze kwa neno lako, kwa sababu peke yangu siwezi weza, lakini na imani ya kwamba Bwana utakapokuwa pamoja nami kila kitu kitawezekana. Jina lako liweze kuonekana, nguvu zako ziweze kuonekana Yesu Kristo, na kukaribisha mahali hapa ili kwamba uweze kuwa pamoja nami kwa muda huu mdogo. Asante Yesu. Tutasoma katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura ni 3 mstari wa 17. Timotheo wa pili, sura ni 3 mstari wa ngapi? Wa 17. Inasema ya kwamba ili mtu wa Mungu awe kamili, anakamilishwa apate kutenda kila tendo njema. Ili mtu wa Mungu awe kamili, anakamilishwa apate kutenda kila tendo njema. Haleluya. Kila mtu ana vile anatenda wema. Kila mtu anatenda wema kwa vile yeye anaweza. Na watumishi wengi hawajui kutenda mema, ama watu wengi kwa sasa hivi kutenda mema inakuwa ni ngumu sana kwao. Lakini kama wewe ni Mkristo, kama utendi matendo mema, hujakamilika kuwa Mkristo, kwa sababu Biblia inasema ili mtumishi wa Mungu ama mtu wa Mungu awe kamili, anakamilishwa pate kuyatenda yaliyo matendo mema. Haleluya. Na maana usipotenda matendo mema huwezi kumpendeza Mungu, huwezi kuwa mtu wa Mungu na utende matendo mema, na Mungu hawezi kuhesabia kuwa Mkristo wake ama kuwa mtu wake usipotenda yaliyo mema. Tunapoangalia kwenye Biblia waliotenda matendo mema na Mungu akawajibu kufuatana na matendo yao mema, na wakakamilishwa kwa watumishi wa Mungu kwa matendo yao mema walioyafanya. Ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura 9 mstari wa 36, unasema na mwanafunzi mmoja alikuwa kwa Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yani mwanamke huyu aliyatenda matendo mema, na sadaka alizozitoa aliwasaidia wajane, aliwasaidia yatima, aliwasaidia wasiojiweza. Na ikawa siku moja akaugua akafa. Wajane walilia, yatima walilia, wakisema sisi tumebaki wapi? Na maana matendo mema yake yaliwagusa wale aliowasaidia wakati alipokufa. Wewe jiulize ndugu yangu, sasa utakapokufa leo, una hakika uko sure kuna yule ambaye atakayelia kwa sababu yako ili wewe uweze kufufuka? Wewe ni Mkristo, lakini imani yako ama matendo yako hayamfurahishi hata Mungu, kwa sababu unakutana na mtu anakuitisha kitu ama anakuambia ni bai ama ninunulie hata chakula tu ya 100 peke yake, lakini wewe ni Mkristo wa Mungu unakataa kumpatia. Unasema hauna pesa, utakutana uko na kama 5,000 kama 10,000 tuseme, lakini unasema ya kwamba mimi sina hiyo pesa. Na wewe ni Mkristo, utakutana wewe ni protocol wa kanisa,
ama unakutana wewe ni mwalimu wa kanisa, ama unakutana wewe ni mchungaji kabisa, lakini unakataa kumsaidia. Na unajua ya kwamba Biblia inatuambia ya kwamba ili mtumishi wa Mungu ama mtu wa Mungu awe kamili, kuwa Mkristo, anakamilishwa apate kutenda kila tendo njema, awatendee watu wote wema, pasipo kujali huyu ni ndugu yangu, pasipo kujali huyu ni kabila fulani, pasipo kujali huyu ni mtoto wangu, lakini mtendee kila mtu wema, kwa sababu wewe ni Mkristo wa Mungu. Ili ukamilishwe kuwa Mkristo kamili, tenda matendo mema. Hiyo ni Biblia imesema, sio mimi. Haleluya. Tabita aliyatenda matendo mema, ndio maana wakati walipolia sana, wakajua ya kwamba Petro ako Lida, walituma watu waende wamuite Petro. Na wakati watu walipomleta Petro, nini kilifanyika? Aliwatoa nje wote, kisha alimuita Tabita. Alipomuita Tabita, aliamka. Haleluya. Hayo ni matendo mema ambayo aliyafanya, ndio maana aliweza kufufuliwa. Ndio maana aliweza kufufuka, kwa sababu yale matendo mema, machozi yake wenyewe ya wale watu ambao aliwasaidia walikuwa wakilia, ndiyo yalisababisha yeye kuweza kufufuka ama kuweza kupata tena uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kitendo njema, hata kama unaweza kuwa unakaribia kukufa, lakini matendo mema yako yanaweza akakufanya usikufe kwa sababu ya yale matendo mema. Ezekia wakati alipoambiwa atengeneze mambo ya nyumba yake, aliambiwa kwamba muda wake umefika wa kufariki, atengeneze mambo ya nyumba yake. Alipofikiria akasema, sasa hii ni kufa kweli, kwa sababu uhai nao unafurahisha sana. Alipiga magoti, akageukia ukuta, akakumbusha Mungu yale ambayo aliyatenda, yale matendo mema aliyafanya ndani ya kanisa. Wakati alipogeukia Mungu na kumulilia na kumuita na kumuonyesha yale matendo mema ambayo aliyafanya, Mungu aliweza kumuongezea miaka 15 years. Jiulize mtumishi wa Mungu, leo na wewe ukiambiwa sasa unakaribia kukufa, una uwezo wa kugeukia ukuta na kukumbusha Mungu uliyoyatenda? Je, hayo matendo yako uliyoyatenda ukigeukia ukuta kwa kumuita Mungu atakuongezea miaka 15? Haleluya. Najua kwa sasa hivi ni ngumu sana, hakuna huyo mtu. Juu wengi ni dhambi tupu. Sababu hata kama utakuwa ni mchungaji, wachungaji wengi ndio wanafanya dhambi sana. Lakini sababu kwa sababu ni mchungaji anaaminika, unaona kama yeye ndio kila kitu, yeye ndio amekamilika, lakini hapana. Haleluya. Haleluya. Ezekia wakati alipoomba Mungu alimuongezea miaka 15. Je, na wewe? Je, saa hiyo akikwambia unakaribia kukufa, tengeneza mambo ya nyumba yako, utaomba Mungu akuongezee hiyo miaka? Kweli Mungu atakuongezea hiyo miaka kwa matendo yako? Ndio maana tutende tendo njema kwa kila mtu unayemuona, ili siku moja ukamkumbushe Mungu uliyotenda, kwa sababu matendo yako mema ndiyo yenyewe yatakayojitangaza, sio wewe uyatangaze, hapana. Na kuna wengine akimtendea mtu kidogo, kimsaidia, kila mtu dunia yote lazima ijue kuwa amesaidia mtu. Lakini ukifanya matendo mema ama ukitenda matendo mema, haustahili kwenda ukitangaza kwa kila mtu. Ni lazima unyamaze tu kimya. Yule mtu ama yale matendo yako yenyewe yatajitangaza kule. Wale watu uliowasaidia ndio watakaotangaza matendo yako mema. Lakini siku hizi unapea mtu 50 bob, 50 peke yake, ama tuseme shilingi 50. Unakutana sasa, nimemsaidia. Kila mtu sasa lazima ajue, familia yote, kama ni nani rafiki yako, kila rafiki yako ndio kimwambia fulani simoni bidi nimsaidie. Unaona ile kiatu anavaa ni yangu hiyo. Unaona hiyo nguo ni yangu hiyo. Unaona hiyo kofia ni yangu. Matendo mema. Na wewe ni Mkristo kabisa, anasoma Biblia vizuri na anajua kabisa Biblia kufuatana na vile venye imesema, anajua kila kitu. Lakini kwa sababu matendo yake ni mabovu, anaenda kujitangaza. Na ukitendea mtu wema, ukienda ukitangaza, wema wako hauwezi kuhesabika mbele za Mungu, kwa sababu umeenda ukijitangaza peke yako, umeenda ukisema peke yako, lakini matendo yako yanajitangaza yenyewe. Ukitendea mtu wema, usiende tena ukizungumza kwa kila mtu, bali nyamaza, kaa kimya. Wale watu uliowasaidia wenyewe watatangaza matendo yako mema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana mafundisho kuyafundisha, sio kazi rahisi, kwa sababu kuna wengine siku hizi wanafundisha tu kubarikiwa peke yake. Na mafundisho ya kubarikiwa ndio Wakristo wanaopenda wengi,
Lakini kumwambia atende matendo mema ni ngumu sana. Lakini ya kubarikiwa, utabarikiwa leo, utapata gari, shamba yako itarudi, nini, nyumba utapata. Unajiuliza nyumba itatoka wapi? Lakini tenda matendo mema. Ukitenda matendo mema una uwezo wa kuomba Mungu anakupea hiyo nyumba kwa sababu ya matendo yako ni mema. Na Mungu anasaidia mtu kupitia mtu mwingine. Mungu hawezi shuka peke yake mbinguni akuja kupea gari ama nyumba. Lakini kufuatana na matendo yako mwenyewe, una uwezo wa kuomba Mungu mwenyewe analeta mtu mwingine yule ambaye ulisaidia tuseme, ama mtu mwingine anakuja na kupea hiyo gari. Na haumjui kwa sababu gani? Matendo yako yenyewe yanajitangaza na umeomba Mungu. Lazima Mungu naye akupe wema, akurudishie wema. Ukiangalia watu waliotenda wema ni wengi. Hata mtoto wa Farao alitenda wema. Alimsaidia Musa. Wakati walisema ya kwamba Misri, wakati walisema ya kwamba watoto wote wa kiume waweze kuuawa wakizaliwa wa Israeli. Ndio wakati huo Musa alipozaliwa. Na Musa alipozaliwa, mama yake akaona kwa ni mtoto mzuri. Akaona hawezi kumuua. Alipomaliza miezi 3, akasema ya kwamba mtoto wangu siwezi muua. Akaenda akamtengenezea kisafina, akamweka ndani ya bahari. Alipomweka ndani ya bahari, binti Farao wakati walikuja kunao wakaona kisafina. Walipoona kisafina hicho, akatuma mtumwa wake, mtumishi wake ama bodyguard wake aende akilete. Wakati alipoenda kukichukua, wakakutana kuna mtoto mmoja na mtoto akaanza kulia. Walipoona ni mtoto mchanga bado, binti Farao ama mtoto wa Farao akagundua kama huyu mtoto ni wa wana wa Israeli. Ndio walipomtupa ndani ya maji. Haleluya. Wakati alipomwona kuliko amuue, kwa sababu hiyo ilikuwa ni desturi ya Wamisri waue wana wa Israeli wote, wakufe kabisa, vijana wote, wasichana ndio wakizaliwa waishi. Alifanya nini? Aliambia bodyguard wake amtafutie mwanamke wa kunyonyesha ule mtoto. Haleluya. Hayo ni matendo mema ambayo aliyafanya kwa Musa. Na Musa alilelewa ndani ya nyumba ya Farao. Na yeye Musa mwenyewe ndio alikuja kumwangamiza Farao. Unaweza ukalelewa ndani, adui yako anaweza kukulea peke yako. Hayo ni matendo mema lakini binti ya Farao aliyoyatenda. Haleluya. Huyo ni Mungu anayetenda hayo yote. Matendo mema yatajitangaza yenyewe unapoyatenda hayo matendo mema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii neno fupi tu nilikuwa naliongelea na ni ndefu sana. Nikisema nianze kuliongelea saa hii hamwezi limaliza leo. Ni neno ndefu sana. Inastahili mtu awe ametulia sehemu moja ambako hana fujo, atulie sehemu yenye hata akikaa masaa 3 ili liwaingie watu vizuri. Haleluya. Muweze kusubscribe kwa hii channel yangu ya Evangelist TV ili kwamba mkaweze kusikiliza mengi. Hii ni channel yangu mpya ambayo nimeifungua leo. Nahitaji watu muweze kusubscribe, kushare, kucomment, kulike ili kwamba mambo yaweze kwenda vizuri, kwa sababu bila nyinyi kulike ama kucomment hakuna kitu. Nitachoka na mimi nitaacha. Lakini mtakapo comment na kushare na kusubscribe, najua mtapata maneno ya Mungu, mtayapata sana. Nyimbo, mtapata mahubiri mazuri sana ambayo tutayahubiri. Najua huu ndio mwanzo tu lakini mengi mazuri yanakuja. Asante sana. Mimi ni Evangelist Alex Patrick kama nilivyosema. Naishi Kenya. Bwana Yesu awabariki sana nyinyi wote watazamaji.